KRG anafanya poa. First of all, ako sawa sana. Anauza makaa, ni kweli. Ni kweli biashara, unajua KRG iko na pesa sana. Kando na muziki, watu wengi wajui hizi hustle zetu. Ukichunguza vizuri, Aro anauza nyama, you know? Unauza nyama? Nauza nyama. Mambo shega, mambo fresh. Uko salama? Nashukuru Mwenyezi Mungu niko salama. Na nafurahia kuwaona pia hapa. Hata sisi tumefurahi kukuona kama kawaida, na leo tuko hapa because of Mlamwa. Tungependa kujua uhusiano wako na Mlamwa ni upi, because you don't just show up anywhere. Mlamwa ni fan wa Mlamwa first of all. Tangu zile time alichoma shati, unajua way back. Mlamwa pia amekuwa support me personally kama msanii. So unarudisha mkono kwenye pia mkono huo unapeanwa, na ni mtu pia anafanya pia kazi fiti kwa industry. Ni mtu pia ana motivate watu wengi hapo nje, ana inspire watu wengi. So that's why I'm here also to join forces, to join hands, to support, because you know, pull up show kama hii si mchezo, because it involves a lot, ina involve watu wengi. Kuna watu wanaenda kupata mshahara leo, kuna watu wamepata kazi leo. So we are here to support, you know. It's good for the industry. Being his first stand-up comedy yenye ajawaifanya, hii ndo ya kwanza, maybe what you have to say about it, and also tukiangalia watu wameturn out vizuri, space imejaa, wengine wamesimama nje. Ni industry pia challenging, so ni challenge kwake. Kuna wenye wamekuja before yeye wameifanya na wameifanya vizuri sana, so ni uphill task kwake, lakini sisi tunajua Mlamwa ni mtu anajiweza. Jokes zake pia kuna venye pia zinafika kwenye zinafika, so I'm looking forward for the night. Niko hapa mdomo yangu niko tayari kutoa meno yote nje, kwa zinajua Mlamwa capability yake. Amazing. Juzi tuliona rafiki yako KRG The Don akiuza makaa, na mambo mengi sana yalizungumzwa pale, akisema KRG amesota, KRG ako na marafiki ambao hawamsupport. Tumeishi kujua Aroboy rafiki yake KRG wa karibu sana. Tungependa utuambie how is he doing, because I'm very sure you guys talk and unajua kinachoendelea. KRG anafanya poa. First of all, ako sawa sana. Anauza makaa, ni kweli. Ni kweli biashara, unajua KRG iko na pesa sana. Kando na muziki, watu wengi wajui hizi hustle zetu. Ukichunguza vizuri, Aro anauza nyama, you know? Unauza nyama? Nauza nyama. Niko na butchery huko nje, nauza nyama. So inalingana nyama gani, kuna nyama nguruwe, mimi nauza halal. Kampuni inaitwa Aya Halal Foods. So KRG anauza makaa pia ni njia pia yenye anapata mapato. Si kuuza makaa si ati amefilisika, ni njia tu pia kujiongeza. Sometimes unanyamaza, unakimbiza pia biashara yako huku kando. So apart from music, ni mtu pia kwa mabiashara mingi. KRG ako na malori za kubeba mchanga, anauza makaa. Anaongeza stock kabisa. So anaendelea kuongeza, kwa ukiangalia pia familia ya KRG ni familia kubwa. Lazima tu akuwe na pake, aweze kupeleka watu shule. So ni kazi tu anajaribu kufanya, na ni kweli anauza makaa. Yes. Now Aroboy, kwaje bro? Covid manze. For the longest time you have been relevant man. Nasikia Aroboy each and every time. Nini nakufanya in music arena unakuwa relevant for such long? Mimi naweza sema tu ni kustay original, unajua kukua wewe, because you know ni Aroboy amekuwa ni Aroboy, hajajaribu kuwa mtu mwingine. That's why you know nimewapatia Wakenya sound yenye ni mimi, unajua wamekuwa kinisikiza kama mimi. Na kitu kingine pia naweza sema ni discipline. Unajua at the end of the day unaichukulia kama biashara. Unaamka, unaenda studio, you prepare the video,
unarusha ngoma huko nje, unaanza kufanya mavideo za TikTok challenge nini, yani ni kazi tu, yani hiyo discipline ya. Umesema hapo hivyo nyuma uko na butchery na nicheki kusikia kwa interview fulani ukisema ulikuwa unauzanga samaki. Wewe ni mwanabiashara eh? Yes, of course. Hata nikifanya muziki, it's music business. Yes, so nyama imekuwa ni hustle yangu ya kwanza, nilianzia hapa City Market. Hata nikikuja hapa first time nikikuja kwa hii National Theatre ilikuwa ni TPF, nilikuwa natoka pale hivyo City Market kuuza nyama. Nakumbuka nilikuwa kwa line na nuka samaki ile mbaya sana, kwa tumepanga line kuanzia asubuhi. So yes, kulikuwa na ile TPF nilikuja ku audition hapa hivi, ndio mambo ikuenda venye nafaa. Yes, looking kuzungumzia usanii, kuna wasanii ambao walikuwa na wakawatoweka kidogo, like maisha isaizi haiwapeleki vizuri. What do you think wasanii hawafanyi wakati wenye wako kwa muziki wanajulikana, then kidogo wakipotea maisha inaanza kuwapeleka vibaya? Na pia you talk about mental health kwa wanaume, you don't share what you're going through. Unajua ladies we always speak, but wanaume you guys don't speak out. So what do you think is the reason why watu wanatoweka kwenye muziki ama kwenye industry then maisha inakuwa mbaya? Yeah, okay. Reasons ni mob kwa nini watu hepa pia muziki. Unaweza pata kuna mtu tu hata ana familia, labda ameingia family, anataka tu concentrate na family, ama anafanya biashara nyingine yenye inampatia mapato kuliko muziki, ama tu kuna point tu muziki tu unaona tu wacha upate hiyo break. So kuna reasons mob, huwezi sema labda amelemewa hayuko sawa kifedha. Hiyo siwezi ongelea sana, but kuhusu mental health na pia kufunguka. Unajua society, sisi wanaume tumegrow tukiwaambia wewe ni mwanaume, hata ukiwa mdogo ukianza kulia you man up, so sometimes inakuwa ni ngumu sana kufunguka, but ni kitu poa sana, yani kama wewe ni mwanaume huko nje, it's good. Find somebody mwenye unaweza confine naye ufunguke, because we are humans. Unajua unalemewa at some point, yani inaweza kuwa ni disastrous mbaya sana. So ukipata mtu mwenye unajua unaaminia, funguka. Unajua kwa sasa hii ni kubaya, tunapitia challenge sana, kila mtu uko nje. So mimi ufunguka, mimi kuna watu wangu kadhaa muulia sometimes. Unajua when was the last time you cried and why? Why did you cry? When was it and why did you cry? Ni ile tu kufikiria tu sometimes. I think naweza sema kama a week ago. Nilikuwa kwa gari yangu na drive, nikapiga hiyo picha, yani some few years ago, yani maybe like 10 years ago. Maisha yangu haikuwa hivi. So yani kwa nani Mungu anaweza fanya vitu mysterious sana, unajua, yani anaweza kuelevate, unajua, cause me sina godfather, sina mtu yote kwa industry, but ameniweka level yenye unaweza sema asante, unacheki. So nikatoa tu machozi ya tears of joy. Vizuri, umesema vizuri. Umesema vizuri, ulilia ukiangalia mahali umetoka, unaget. Yes. Juu tungeandika vibaya kesho na tukio. Kwa hiyo part bado ya wasanii kuishiwa nini, kumekuwa na story mingi like wasanii they are flourishing, wanaonyesha wanaishi vizuri, then suddenly tunaona baby. Yes. Hizo vitu kama hizo, nini nachangia vitu kama hizo, like watu wa fake life then kesho waumie hivyo? Ni nyinyi unajua, ni pressure nyinyi ndio mnapatia wasanii pressure. Unajua mimi nikipanda mat sasa utasema una ngoma kubwa na unapanda mat. The other day nilienda Meru, ilikuwa before I think nimeperform Meru kama 4 times. My third time nilienda Meru na nilikuwa na gari Mazda. Kuna fan alinipiga ria, alisema Aro, mimi nimekusikiza kutoka university unaendesha Mazda. Unacheki. So nikamwangalia tu nikajua tu ajui kitu anasema. So ni watu huko nje wanapeana pressure, but at the same time pia msanii jijue mfuko yako, jua tu wanasemanga who feels it knows it. So mimi kama najijua niseme tu, unajua niko na reason kwa nini nimekuja na hiyo Mazda, ni macha maybe gari nyingine, kwa sababu nataka pia nibakishe kibiashara. Unajua siko hapa kufurahisha mtu. So
watu kama fans jueni pia wasanii the humans like any other humans. Ukiona mtu ameenda kununua ndondo mahali na chapo, mwacha ajibambe. Yes, yeah. So Carol, nimeona unaongelea mostly about God. So it must mean that you had a turning point in your life. So what was that moment that you had a turning point in your life and you believe that God is indeed real? Yeah, there was a time, I think I remember it was 2018. I had my I had a hit song Diggy Diggy on the streets. Okay. Ilikuwa inalia kila mahali na sikuwa napata show. At that time I was in a label called Kaka Empire. Ilikuwa ya King Kaka na Dennis. Kwa hiyo same label tulikuwa na kina Femi One. So Femi One alikuwa ametoa ngoma inaitwa Tipito. Ana Tipito kila mahali. I'm like yo, kwani hii ngoma yangu? Yeah, so hiyo time nilikuwa naona tu hadi niliwaita meeting nikasema what are you guys not doing, because naona nalemewa hiyo time. Areas za rent zimefika, yani gari yangu ya kwanza nilikuwa nimeuza, ile nilikuwa nimenunua kwa nyama, so nilikuwa naona kabisa na give up, unacheki. So kidogo simu ikatoka Mauritius. Wow. Yeah, Mauritius huko wanalipa na dollars, unajua. Na ilikuwa ni 6 figure, unajua. Yeah. So nikasema ni kumbe Mungu anaweza chelewesha, lakini yenyewe kama ni yako, yes there is a right time. So hiyo ndio ilikuwa moment nyingine amazing sana. Tunaenda airport, reception ya kinyota, so inafikanga ile point tu, yani hapo nilikuwa niache muziki. Kwa mbona niko na hit song na na hakuna kitu. Yes. So maybe JP 2025. Yeah, it has been happening and people have been questioning what's happening with 20 Kenyan celebrities kule, and also the fashion looks, maybe ulikuwa invited pale Nigeria. Yeah, ilikuwa iko kitu ya industry, it's a personal thing, so everybody invites their friends, I'm not a friend to Jukes. I just tuko tu wale mabeshte wa umbali, lakini I'm not a personal friend to Jukes. I'm not a personal friend to the lady, so yeah. Maybe pia wasanii wengine wa Kenya hawako hivyo karibu na nao, so yeah, that's why maybe hujaona wa Kenya huko. Yeah. Okay. So maybe tukimalizia, now that tumefanya collab na international artist, as an artist una feel pressure the next collab lazima kwa international artist ama utaenda na flow yako? Tunaenda tu na flow. The next collab ni moto sana. Nafanya na international artist hapa. Unajua every Kenyan artist is an international artist. So nafanya na international artist wa hapa Kenya na ni moto sana. Yes. Okay, asante Robo. Asante sana.